Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Napenda kuwakaribisha sana katika kipindi chetu cha Alive Word Ministry. Kama tulivyokwisha kusema, ni kipindi ambacho kinafundisha neno la Mungu, na ni kipindi ambacho tunatumia sana katika kuomba na kuweza kuwafundisha watu mistari ya Biblia ili wapate kujua kweli na ile kweli iwaweke huru. Na leo tena tutakuwa na somo letu, lakini kabla somo letu napenda kukukaribisha pia ujiunge katika grupu letu la WhatsApp. Fuatilia katika mitandao mbalimbali ya kijamii, YouTube, Instagram, TikTok na kadhalika. Na Mungu atakubariki. Utapata neno la msingi, na kupitia neno hilo uzima, mafanikio vitambatana na maisha yako katika jina la Yesu. Basi tutakwenda kujifunza somo letu la leo, lakini kabla ya kuanza somo la leo tutakwenda kufungua kwa maombi. Tuombe. Baba uketie mahali palipoinuka, Mungu mwenye nguvu, asante kwa neno lako. Asante kwa kibali ulichotupa tena siku ya leo ili tupate kujifunza neno lako. Mwangalie mtumishi wako ambaye ametenga muda wake hata dakika chache ili apate kusikia neno la uzima, ili apate kusikia mafundisho yako. Usimpite na usimwache aondoke kama alivyo, lakini baraka, mafanikio na ushindi katika mwaka huu 2026 vikambatane naye katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Basi somo letu la leo lina kichwa kinachosema ukombozi wa ndoa. Ukombozi wa ndoa. Ni muhimu kufahamu neno moja. Tunapozungumzia ndoa, ndoa ni agreement. Ndoa ni agano. Tofauti na watu wengi wanavyodhania na kuchukulia falsafa ya ndoa kwamba ni kitu cha kawaida. Lakini unapozungumzia ndoa, maana yake ni agano, ni agreement. Na agano hili lina haki, lina wajibu. Lina haki, lina wajibu. Wale ndugu zetu ambao kidogo wamepitia mambo ya kisheria wanajua tunaposema haki na wajibu ni nini. Haki maana yake ni vile vitu ambavyo unapaswa uvipate ndani ya ndoa, na wajibu ni yale mambo ambayo unapaswa uyatende. Sasa kibiblia, kabla ya kuanza maombi haya ya ukombozi wa ndoa, ni vizuri kujua ndoa ni agano baina ya jinsia mbili tofauti. Jinsia mbili tofauti, mke na mume. Hawa watu wanapatana ili wakaishi pamoja, ili wafanye maendeleo pamoja. Na agano hili huwa lina mashahidi wake ambao ni wazazi wa upande wa mke na wazazi wa upande wa mume. Hawa wazazi wanawaachia watoto wao kwa moyo wa kupenda kabisa, wanaenda kuanzisha familia. Ndio maana Biblia inasema katika kile kitabu cha Waefeso sura ya 5, Waefeso sura ya 5, kisoma kitabu cha Waefeso sura ya 5 kuanzia soma ule mstari wa 31, utaona jinsi ambavyo Biblia inasema kwamba ndoa ni agano, ndoa ni patano, kwamba mume au mke atawaacha wazazi wake, wataambatana na kuwa kitu kimoja. Waefeso 5:31 tutasoma katika jina la Yesu. Kitabu cha Waefeso sura ya 5 mstari wa 31, Biblia inasema, kwa sababu hii mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataungana na mkewe, na hawa wawili watakuwa mwili mmoja. Hawa wawili watakuwa mwili mmoja. Mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, na hawa wawili watakuwa mwili mmoja. Tayari tunaona wawili hawa wametoka sehemu mbalimbali, lakini ni jinsia mbili tofauti, sio jinsia moja. Na hawa wawili wamekuwa kitu kimoja, wanaanzisha familia. Sasa bila kupoteza muda, kwa haraka tuangalie wajibu wa kila mmoja katika maagano haya na faida. Wajibu wa mwanaume katika ndoa. Wajibu wa mwanaume katika ndoa ni nini?
Wajibu wa mwanaume katika ndoa ni kumpenda mke wake, ni kumtunza mke wake, ni kumthamini mke wake. Kwa hiyo unapoacha kumpenda mke wako, manake automatiki umeondoka katika misingi ya kibiblia na kufungua lango kwa shetani aweze kuishambulia ndoa, kwa sababu unapotoka kinyume, unapotoka katika misingi ya kibiblia, moja kwa moja unamfungulia mlango muharibifu ambaye ni shetani. Wajibu wa mwanaume katika ndoa ni kumpenda mke wako, lakini wajibu wa mwanamke katika ndoa ni kumheshimu, kumstahi mme wako. Kwa hiyo kuna heshima na kuna kupenda. Mwanaume anapenda, mwanaume anatunza, mwanaume ana wajibu wa kukea, mwanaume ana wajibu wa kumtunza mke wake, lakini mwanamke pia ana wajibu wa kumheshimu mme wake. Hapa ndipo ambapo tatizo linapoanzia. Tusome kwanza ili tuone wajibu katika kitabu cha Waefeso hiyo sura ya 5, tuanzie mstari ule wa 25. Waefeso sura ya 5 mstari wa 25 nitasoma ili tuweze kuelewana. Nanyi wanaume, wapendeni wake zenu kama Kristo alivyolipenda kanisa, akajitoa mwenyewe sadaka kwa ajili yake. Alifanya hivyo ili kwa neno lake aliweke wakfu kwa Mungu. Anasema baada ya kulifanya safi kwa kuliosha katika maji, kusudi ajipatie kanisa hilo takatifu safi kabisa, kanisa lisilo na doa, kasoro na chochote. Maana hiyo basi, waume wanapaswa kuwapenda wake zao kama miili yao wenyewe. Kaka yangu, baba yangu, mzee wangu, unapopenda mwili wako, najua kila mtu anaupenda mwili wake. Ndio maana hata saa hizi akipita nyoka katika mguu utaruka, utapiga kelele, utahakikisha unapambana na yule nyoka ili asikudhuru. Manake unajali mwili wako usiwezi kupata makovu, usiwezi kupata majanga, usiwezi kupata uharibifu. Ndivyo tunavyopaswa kuwapenda wake zetu. Wake zetu wanategemea upendo kutoka kwetu. Sio mwanaume unarudi unaanza kuwa mkali, unaanza kupiga mwanamke, unamnyima haki zake za kimsingi. Ni kosa mbele za Bwana. Hatuna budi kubadilika. Mabadiliko haya ndio ambayo atatufanya tuweze kubarikiwa, ndio ambayo atafungua malango katika maisha yetu, ndio ambayo atafungua malango katika kazi zetu. Kazi na baraka zote tunazozipata huanzia nyumbani. Nyumbani panapokuwa vizuri, nyumbani panapokuwa pamejaa amani, upendo, maana yake ni kwamba zile baraka zinakwenda na wewe mpaka kule unakoelekea. Lakini wajibu wa mwanamke, tumesema wajibu wa mwanamke pia ni kuhakikisha kwamba anamheshimu mume wake, anamheshimu mume wake. Lakini wapo wanawake ambao wamekuwa wakiwadharau waume zao. Ukisoma hicho kitabu cha Efeso 5:25 ukaendelea mpaka 33 utaona. Lakini wapo wanawake ambao wamekuwa wakiwadharau waume zao, wamekuwa wakiwakebehi, wamekuwa wakianika madhaifu yao katika watu wengine. Ina maana hapo unafungua uharibifu katika maisha yako. Lakini usiogope. Siku ya leo tumekuja maalum, na siku ya leo tunakwenda kuachilia upako wa tiba katika ndoa. Haijalishi umepita katika mazingira gani, haijalishi ndoa imepita katika mazingira gani. Yamkini kuna watu wamesababisha mwanaume akasahau wajibu wake wa kumpenda mke wake. Yamkini kuna watu wamesababisha mwanamke akasahau wajibu wake wa kumheshimu mume wake. Lakini siku ya leo tutamwita Yesu Kristo, ambaye ndiye Mungu wa miungu yote, ambaye ndiye mfalme wa wafalme, ambaye ndiye kiongozi, ambaye ndiye baba yetu. Atakwenda kusimama katika ndoa yako, na yale mapungufu yote, ule udhaifu ambao adui amepitisha katika maisha yako, leo unaondoka katika jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki kwa neno hili. Lakini nitakwenda kuomba kwa ajili ya ndoa yako, nitakwenda kuomba kwa ajili ya kazi yako, nitakwenda kuomba kwa ajili ya mafanikio yako, na Bwana anakwenda kutenda kazi, Bwana anakwenda kutenda miujiza pale ulipo.
Wewe ambaye una matatizo, unahisi kwamba ndoa yako inapita katika matatizo, ndoa yako ina migogoro, ndoa yako haina amani, leo mfalme wa amani anakwenda kuachia amani. Utaweka mikono yako katika moyo wako, na wale wagonjwa na wenye matatizo mengine yote, weka tu mkono wako wa kulia katika kifua chako. Ninapokwenda kuomba dakika hii, ipo nguvu ambayo Mungu anakwenda kuiachilia katika maisha yako. Upo uponyaji wa ndoa, yale maumivu, yale mateso wakati mwingine amepelekea umepata kisukari, umepata pressure, umeshindwa hata kufanya maendeleo, una stress. Leo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kila kilichopandikizwa na adui kinakwenda kung'oka. Nitakwenda kuomba dakika hii ukiwa umeweka mkono wako katika kifua. Baba mtakatifu, Mungu mwenye nguvu, wewe mtenda miujiza, dakika hii nalileta mtoto wako ambaye amekaa na kusikia neno hili, ametenga muda wake. Kwa jina la Yesu Kristo, na achilia upako wa amani katika ndoa yake, na achilia uzima katika maisha yake. Magonjwa, udhaifu, roho za mafarakano, migogoro, roho za chuki, roho za visasi, kwa jina la Yesu Kristo zing'oke katika ndoa yake, zing'oke katika maisha yake. Na dakika hii Bwana, kila anachokifanya kabarikiwe, chochote anachokitenda kabarikiwe, yeye pamoja na familia yake, yeye pamoja na watoto wake, yeye pamoja na kizazi chake. Na zile roho za malipizi kutoka kwa maadui, roho za uchochezi, kila silaha itakayofanyika katika maisha yake isifanyikiwe. Iwe ni silaha ya nguvu za giza, iwe ni silaha ya ulimi, ishindwe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Mungu akubariki sana. Usisahau kutufuatilia katika mitandao ili upate neno la uzima, uweze kushinda na zaidi ya kushinda katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.